zinawaumiza sana kina baba, na matokeo yake wanakuwa wanyonge. Tunasema ungejua sasa hivi wamekuwa na shida, kuna shida ya nguvu za kiume. Wakisononeka hawa wanasononeka kila kitu. Jamani wanawake oye! Wanasononeka kila kitu. Alafu sasa wao wanasema bora uko nje, umeme haukatiki, bora umeme unakatikia ndani. Uko nje hapo frustration. Wewe ndio unapata frustration. Kwa hiyo hapo ukija umeme wa TANESCO hakuna. Akienda nje kule umeme unawaka kama kawaida. Akina mama mpo. Sasa mkienda wengi yule mzee wangu ninamheshimu. Yule mzee wangu ninampa heshima yake. Hata kama una mabilioni ya pesa, bado unao wajibu wa kumheshimu mzee wako. Sasa jamani, tufanye nini? Malezi. Tuboreshe malezi. Na kuboresha malezi ina vipengele vitano. Kipengele cha kwanza ni kutimiza mahitaji yale ya lazima. Mtoto apewe chakula, apewe mavazi, apewe mahali pa kukaa. Lakini wazazi wengi sasa wanajua wakishampa mtoto mahitaji ya kawaida ya lazima, wameshamaliza. Kumbe malezi ni zaidi ya hapo. Twendeni pia tukawaelimishe watoto. Ni sehemu ya malezi. Twendeni pia tukawaadilishe watoto. Tukawape maadili. Wale wanaochomoka na kikombe wakiona msoda ya mgeni, tukawaadilishe ingali mapema, samaki mkute angali mbichi. Ukimwacha kikimbia na kikombe, kesho mgeni akija atampapasa kwenye mifuko, atatoa hela yake na hatimaye inakuwa aibu. Lakini vile vile tukatoe somo la upendo na usalama. Lakini vile vile turidhishe mila na desturi zilizo nzuri. Jamani, nimefundisha mambo mengi, mada ya muda hautoshi, lakini hebu twendeni tukarekebishe watoto kama ambavyo nilisema. Tusiwalee watoto kama mayai. Matokeo yake watakuwa hawana maadili, na mwisho wa siku huyu mtoto atarudi kwako akiwa analetea aibu. Lakini watu wakikosa maadili, ndio tunakwenda kwenye ukatili wa kijinsia. Tukikosa maadili, tunakwenda kwenye swala linaloitwa nini? Ukatili wa kijinsia. Ukatili wa kijinsia ni tendo lolote la dhuluma na unyang'anyi na unyanyasaji kwa sababu ya jinsia yake. Na ukatili wa kijinsia ni kosa la jinai. Ukifanya ukatili wa kijinsia ni kosa la jinai. Mimi najua kina mama tukisikia kama ukatili wa kijinsia, wanasema kina baba hao. Sasa nataka niwaambie hata kina baba wanafanya ukatili wa kijinsia. Wanawake ni waathirika zaidi, lakini tunapoendelea sasa hivi kina baba pia nao wanaathirika na ukatili wa kijinsia. Kwanza kuna ukatili wa kimwili, mtu anapigwa. Tumeshasikia watu wanapigwa. Tulisikia yule baba kule Arusha amekatwa uume. Tulisikia tukusikia. Ule sio ukatili. Na yule ni baba, leo mmoja vile ni mama. Ni ukatili. Lakini kuna ukatili vile vile wa kulazimishwa kufanya tendo la aibu ambalo hutaki. Kuna ukatili wa mauaji. Mtu anauliwa. Lakini vile vile kuna ukatili wa kingono. Mtu analazimishwa ni kazini, unaambiwa lazima unipe ngono ndio niweze kukupa hiki. Na hicho na masuala ya ubakaji, kulawitiwa. Jamani watoto wanalakwa huko, watoto wanawalawitiwa mashuleni. Wewe mama unakimbiza hela, una muda. Kwa nini? Wa kuangalia mtoto. Kwa mtoto ameshalawitiwa, anahangaika, mtoto analia peke yake. Wewe huogeshi mtoto hata siku moja, ukamwangalia huko nyuma pamekaaje, ukamwangalia nini. Akina mama leo tukiondoka hapa, kila mmoja akaogeshe mjukuu wake, akaogeshe mtoto wake, ampesheni, amwangalie kama yuko sawa sawa. Watoto wanafanywa ukatili mashuleni, wanafanywa ukatili na wajomba zao walioko ndani, wanafanywa ukatili na baba zao wadogo, kwa sababu watu wamegeuka, walikuwa wanyama. Lakini vile vile kuna swala zima la ukeketaji. Ukeketaji vile vile ni ukatili. Sisi wenye baba tuna mila hiyo, lakini hiyo mila ilishakuwa marufuku tusifanye. Kuna ukatili wa kisaikolojia. Na huu ukatili ndio akina baba hapa wanaathirika, lakini hata akina mama. Akina baba wakati mwingine wana hela, mama hana kazi, lakini sasa baba anachomoka, hampi mama hela ya matumizi. Kwa hiyo mama kazi yako ni kumuinda baba, si akaondoka hajaacha hela ya matumizi. Akiondoka na mkimbize baba yangu jamani, hajaacha hela. Unamfanyia ukatili wa kisaikolojia.
tuachie hela ya matumizi. Lakini ukatili wa kisaikolojia mwingine ni huo wa maneno, lugha ambazo hazina saha. Unamwambia mume wako wewe mume gani? Si mume suruali tu. Mimi nina hela, wanaume wenzako wana hela, huko umeshangaa. Huo ni ukatili wa hali ya juu. Akienda kukushitaki, kumsemea hivyo na akakurekodi kwenye simu yake, unakwenda kushtakiwa, unafunguliwa mashtaka. Akina mama, tutunze midomo yetu. Tunachoka midomo mpaka unapigwa. Unasema kama ni mwanamke usinipige, kama ni wewe unaweza usinipige, utapigwa. Lakini kama akirekodi ulikuwa unamwambia hivyo, ukienda huko kushitaki, anasema yeye alifanyia ukatili wa kisaikolojia, kwamba mimi sio mwanamke niliyotosha, hatimaye nikaonyesha kwamba mimi ni mwanamke. Kwa hiyo unarudi na ngeo zako na kama nenda ukawe na adabu. Usitungane wanaume.